Bwana, 10% ya watu wote duniani wanatajwa kuwa na hivyo vishimo vidogo juu ya sikio. Vishimo hivyo kwa muda mrefu sana vimekuwa vikiwa ni jambo la kudiskasiwa sana miongoni mwa wasomi, ikihusisha kwamba mwanzo wake ni nini basi. Na je, ina maana gani kwa mtu kuwa navyo? Baadhi ya theory zinasema kuwa vishimo hivyo kwenye masikio ni kawaida tu, ni kama mtu kuwa na dimples, kuzaliwa na vidole 6 au matatizo mengine kwenye mwili. Lakini bado jambo hilo limeendelewa kujadiliwa sana, kwa kuwa tu watu wenye vishimo hivyo wametajwa kuwa na tabia fulani. Kitanzania, watu wenye vishimo hivi kwenye sikio wanatajwa kuwa na hasira na ghadhabu kali mno, na Uswahilini wanaita njuguyugu. Kama unacho kimoja, basi mtu huyu anatajwa kuwa na ghadhabu, na ndio mtu anaweza akamwambia mwenzake kuwa makini, yule ana njuguyugu. Lakini mtu ambaye anavyo viwili hivi, ambao watu hawa ni asilimia chache zaidi, yani huenda wakawa ni 3% tu ya watu wote duniani, watu hawa wanaweza wakatajwa kuwa na sifa mbili tena, yani ubishi uliopitiliza, lakini hasira kali za kuua. Hizo ni theory za Kiafrika kabisa, lakini theoria za kibiology zinasema kuwa kishimo hiko huenda kilitokea wakati wa mabadiliko ya binadamu kutoka kwenye hali ya mijusi ya zamani na kuwa binadamu. Watu hao wanasema kuwa watu wenye vishimo hivyo ni mabaki ya mapezi ya ile hali ya kuwa reptilia. Ukichunguza viumbe kama mijusi, nyoka, huwa na vishimo hivyo vidogo ambavyo ni sehemu yao ya kusikia. Hivyo binadamu wenye vishimo hivyo wameacha alama hiyo kubakia hapo. Hivyo watu wenye vishimo hivyo wametajwa kuwa ni mabaki ya sikio hilo la zamani kabla ya sikio jipya hili la kibinadamu kutokea. Lakini hayo pia yametupiliwa mbali baada ya habari hizi mpya ambazo nataka nikupashe hapa kuhusu watu wenye vishimo hivyo kwenye masikio. Bwana, kama ulikuwa ufahamu, spiritualpost.com imeripoti kuwa vishimo hivyo au njuguyugu kwenye masikio vina sifa 6, kwamba mtu mwenye kishimo hiko kimoja au viwili basi ana sifa hizi 6 na unatakiwa uwe naye makini. Ya kwanza, wanasema mtu huyu ana sifa za unabii. Mtu mwenye njuguyugu au kidoti hicho kwenye sikio, maana yake ana sifa za unabii. Haielezwi unabii huu unatoka kwa Mungu huyu au miungu mingine, lakini kwa jamii za Kiafrika zamani au jamii za Kihindu na jamii zile za kiasili zinatajwa kuwa watu hawa walikuwa na uwezo maalum wa kusikia sauti ya Mungu na kutafsiri yale ambayo binadamu walipaswa kuelezwa. Hivyo mtu akionwa na vidoti hivi kwenye sikio, basi alichaguliwa kuwa msaidizi wa makuhani wa kiasili, ikiwemo waganga, ili mradi tu aweze kuwa mtafasiri wa maono yale ambayo ameonyeshwa na Mungu. Lakini ya pili, mtu huyu anatajwa kuwa na sifa za mibashiri, sifa za kutazama, kuona mbali, kuona vitu ambavyo havioni kwa macho ya kawaida. Kiingereza wanaita psychic ability, uwezo wa kuona mambo yasiyoonekana kwa kawaida. Maana yake jicho lake la tatu linakuwa kubwa mno. Anaweza akawa hapa lakini akasafiri mbali sana. Lakini sifa ya tatu, anatajwa kuwa mtu huyu akikaa kwenye jamii ataishi kwa mfano wa kuigwa, iwe kwa sifa mbaya au nzuri. Watu wenye vishimo hivi wamechunguzwa na kubainika kuwa anaposimama anakuwa na ushawishi mno, si tu kwa maneno bali hata namna yake ya kuishi. Watu watamuonea wivu, watampenda, watataka kuishi kama yeye hata kama hawatasema waziwazi. Sifa ya 4, inatajwa kuwa watu hawa wapo na mission, wapo na jambo, wapo na kusudi lao ulimwenguni. Hawataishi na kufa bila kuacha historia fulani. Jambo fulani ambalo huenda wametumwa tangu walipozaliwa watalitimiza, na ndio wanaitwa wana spiritual mission. Jambo la 5, wanasema kuwa ni sifa ya kuwa na uwezo wa kuvuta bahati. Kuwa na vishimo hivyo kwenye sikio inatajwa kuwa huenda vikasababisha mtu huyu kuwa na bahati fulani kwenye jamii. Watu hawa ndio wale ambao wanapata nafasi za kushangaza, kushinda jackpot bingo, kushinda beti,
kufanya mambo ya ajabu kwa nafasi adimu wanayopewa. Hivyo anaitwa ni sign ya bahati njema. Lakini ya 6 bwana, kwamba mtu ambaye ana hiyo njuguyugu kwenye masikio mawili, maana yake ni mtu mpya kabisa. Yani maana yake roho yake imeingia katika mwili ambao umetengenezwa kwa mara ya kwanza, na amewekewa alama hiyo ili muumba wake asirudie tena mwili huo katika kizazi kijacho. Lakini mtu mwenye njuguyugu moja, maana yake amerejea mara 2. Hivyo akizaliwa tena atakuwa hana kabisa. Mtu ambaye hana, maana yake amerudia mara 3. Mwili wake ni wa zamani. Hivyo akizaliwa tena vizazi vijavyo, ambapo ni kizazi cha 4 hiko, atarudia pale kwenye njuguyugu 2. Je, umekubaliana na ukweli huo au tumepigwa? Comment hapo chini tuambie, je, watu wenye njuguyugu wanafanania na sifa hizo?